ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu zangu waja wa Allah, kwanza nawahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, na jambo la taqwa ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwa wale wa mwanzo na wa mwisho. Allah anasema walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumewapa wasia wale waliopita kabla yenu na nyinyi pia mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, tukiwa katika kongamano letu hili ambalo ni adhim, tena tupo katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, niwakumbushe kwa haraka haraka, tupo katika kikao muhimu, vikao ambavyo vinakuwa na hudhuri ya malaika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitaba Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man indah, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah wakawa wanamtaja Allah na wanasomeshana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa unawateremkia wao utulivu na wanazungukwa na malaika, na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja fil mala'il a'la. Kwa katika vikao ambavyo ni muhimu ni hivi vikao vya kuelekezana na kukumbushana. Mada ilikuwa mbele yetu, kaifa nastakbilu Ramadhan, vipi tunaupokea mfungo wa Ramadhan. Wema waliotangulia walikuwa wakifanya istidad, maandalizi ya kuupokea mfungo wa Ramadhani kabla ya kuingia mfungo wa Ramadhani, kabla 6 ashhur, kabla ya miezi 6 walikuwa wakijiandaa kuupokea mfungo wa Ramadhani, na kabla yake walikuwa wakimwomba Allah kabuli. Baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani na yale walioyafanya katika matendo, walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kukubaliwa yale matendo yao miezi 6 baada ya Ramadhani na miezi 6 kabla ya Ramadhani, wakijiandaa na Ramadhani nyingine. Hii ni kuonyesha ubora na umuhimu wa ule mfungo wa Ramadhani, na fadhaili zinazopatikana katika ule mfungo wa Ramadhani ni kubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika huu umma umruhu qasira, umri wake ni mchache mno, ni mdogo, kwa sababu wanaishi ni miaka, wale ambao wamependelewa sana ni miaka 63 mpaka 70, wachache ndio ambao wanazidi, lakini matendo yao wanayoyafanya, huenda mtu akaishi hiyo miaka 60 akaandikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala amefanya matendo ya miaka 20,000. Hiyo ni fadhila katika huu umma, vile ambavyo Allah amejalia. Kuna baadhi ya masiku, kuna baadhi ya miezi ukifanya matendo yanakuwa ujira wake ni mwingi zaidi kuliko baadhi ya miezi mingine, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea huu mfungo wa Ramadhani. Unaweza ukafanya matendo ukachuma malipo ya miaka kadhaa badala ya kufanya matendo ya mwezi mmoja tu. Ndugu zangu katika imani, katika maneno ambayo
ya muhimu ya kuyasema namna ya kupokea mfungo wa Ramadhani ni maneno aliyoyasema Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi. Anasema yeye Sheikh, wala a'lamu shay'an mu'ayyanan biistiqbali Ramadhana siwa an yastaqbilahu almuslim bilfarahi wassururi walihtibati wa shukri llahi azza wa jalla. Sioni mimi jambo maalumu la kujiandaa nalo la kuupokea mfungo wa Ramadhani kama vile kuupokea huo mfungo wa Ramadhani kwa Muislamu bilfarahi, kwa furaha ya hali ya juu, wasururi walihtibati wa shukri llahi azza wa jalla. Yani haoni jambo ambalo ni muhimu la kuupokea mfungo wa Ramadhani kama vile kuusubiria kwa hamu, kwa bashasha na furaha na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema iliyokuwa kubwa ya kumjalia yeye anaukaribia au anataka aingie katika mfungo wa Ramadhani na yale matendo yake yaliyokuwa adhimu. Na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yubashiru ashabahu bimajidihi, alikuwa akiwapa bishara njema masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kwa kuja mfungo wa Ramadhani. Ilikuwa mfungo wa Ramadhani ukikaribia, alikuwa akiwaambia masahaba, qad dhalla alaykum shahrun karim, kwa hakika umewakaribia kuingia juu yenu mwezi uliokuwa mkarimu, mwezi uliokuwa wenye baraka, shahru baraka, mwezi wenye baraka. Yakhshakumullahu fihi, Allah anakufunikeni katika mfungo wa Ramadhani. Fayanzilu rahma, anateremsha rahma. Wayahutu alkhataya, na anafuta sana madhambi Allah subhanahu wa ta'ala katika mfungo wa Ramadhani. Wayastajibu dua, na anapokea maombi ya waja wake kwa wingi katika mfungo wa Ramadhani. Yanzuru Allahu ila tanafusikum fihi, Allah anaangalia mashindano yenu katika mfungo wa Ramadhani. Fayubahi bikum malaikata, anajifakharisha kwa malaika wake. Yani vile ambavyo waja wanajiandaa na mfungo wa Ramadhani na wakaingia katika mwezi wa Ramadhani wakawa wanafanya jitihada kufanya taa, kufanya ibada mbalimbali, kusoma Qur'ani na vinginevyo, vile wanavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala anawaangalia, kisha anajifakharisha mbele ya malaika wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawaambia